Hapo zamani za kale, katika bonde la kijani kibichi lililozungukwa na milima mirefu yenye theluji, kulikuwa na kijiji kidogo ambacho hakuna mtu aliyekuwa amesikia jina lake nje ya mipaka yake. Jina lake lilikuwa Umoja wa Akina Mama. Hakuna mwanamume hata mmoja aliyewahi kukanyaga ardhi hiyo kwa karne nyingi. Wanawake pekee ndio waliokuwa wanaishi huko. Walikuwa na ngozi nyekundu nyeusi kama udongo wa pwani, nywele ndefu zilizosukwa vizuri na macho yenye hekima. Walifuga mbuzi na ng'ombe, walipanda mtama, alizeti na viazi vitamu, na walichukua asali tamu kutoka mizinga iliyoko juu ya miamba. Lakini siri kubwa ya kijiji hicho ilikuwa mimea mitatu maalum ambayo haikupatikana mahali pengine popote. Mlonge wa Akina, ua la rangi ya zambarau nyekundu ambalo liliwezesha mimba bila mwanamume. Kipepeo wa mwezi, maua meupe yanayofunguka usiku wa mwezi mkubwa na kutoa maji ya kutuliza maumivu ya kuzaa. Mkuyu wa siri, mti mkubwa sana ambao majani yake yaliwapa watoto wa kike akili za kipekee na ndoto za maono. Kwa vizazi vingi, maisha yalikuwa mazuri na ya amani. Watoto wote waliozaliwa walikuwa wasichana. Walikua, walicheza, waliimba nyimbo, walijifunza kazi za nyumbani na shambani, na baadaye wakazaa wasichana wengine. Hakuna aliyelalamika. Kila kitu kilikuwa sawa. Lakini siku moja, kiangazi kikali sana, jambo la ajabu lilitokea. Mzee Mwajuma, ambaye alikuwa na umri wa miaka 87 na alikuwa anamtunza mkuyu wa siri kwa miaka mingi, aliamka asubuhi na kuona mti huo mkubwa umepoteza majani yote kwa usiku mmoja tu. Chini yake kulikuwa na alama za miguu kubwa, alama za mguu wa mwanamume aliyevaa viatu vya ngozi vilivyochakaa. Kijiji kilijaa kelele. Wanawake walikusanyika, wengine wakilia, wengine wakishika mikuki. Mzee Fatuma, kiongozi wa kijiji, alisimama na kusema kwa sauti kubwa, "Kuna mtu ameingia mipakani mwetu, na si mwanamke, ni mwanamume." Usiku uliofuata, alama za miguu zilionekana tena karibu na bwawa takatifu. Siku ya tatu, msichana mdogo aitwaye Zawadi, mwenye miaka 9, alikimbia kwa wazee na kusema kwa hofu, "Nimeona mwanamume, yuko pale kwenye pango la mto mkavu. Ana ngozi nyeupe kama mwezi, nywele kama nyasi za dhahabu." Wanawake walichukua mikuki na ngao, wakaenda kwa tahadhari na kumzunguka pango hilo. Ndani walimkuta mwanamume mmoja amechoka sana na njaa na amevaa nguo zilizoraruka. Alikuwa na umri wa miaka 30 hivi. Macho yake yalikuwa ya bluu kama maji ya bahari. Alipowaona, hakukimbia. Aliinua mikono yake na kusema kwa sauti dhaifu, "Sio adui wenu. Nimekimbia vita na njaa. Nimekuja kuomba hifadhi tu. Jina langu ni Khalid bin Yusuf." Wazee walikutana na kujadili kwa muda mrefu. Baadhi walisema auliwe ili siri ya kijiji isifichuliwe. Wengine walisema amfukuzwe. Lakini Zawadi mdogo alisimama mbele yao na kusema kwa hudui, "Mkuyu uliangusha majani siku ile ile alipofika. Labda si adui, labda ni ishara." Maneno ya msichana yaliwafanya wanyamaze. Walimpa nafasi ya kuishi nje ya kijiji kwa siku 40 kama majaribio. Hakuingia kijijini bila ruhusa, lakini alifanya kazi ngumu. Alichimba mifereji ya maji, alijenga maboma ya kuzuia wanyama, na hata akaokoa msichana mdogo aliyeanguka mtoni wakati wa mvua. Siku ya 40, mzee Fatuma alimuita na kumuuliza swali moja tu, "Kwa nini ulikuja hapa hasa?" Khalid aliangalia chini kwa muda, kisha akasema kwa hasa, "Miaka 5 iliyopita, nilikuwa na ndoto kila usiku. Mwanamke mzee alinipa maji kutoka kwenye mkuyu mkubwa na kunisema, 'Ukikosa njia, nenda mahali pasipo na mwanamume hata mmoja. Huko utapata uzima mpya.' Nilidhani ni wazimu, lakini ndoto hiyo haikuniacha. Nilipofika hapa, nilihisi kitu kama sauti ya moyo ikiniambia,
hapa ndipo. Na siku hiyo hiyo ndoto ikakoma. Wazee walishangaa. Mzee Mwajuma akasema, mkuyu uliangusha majani siku ile ile alipofika. Huenda Mungu amekutuma. Baada ya mazungumzo marefu, kijiji kilikubali. Khalid angekuwa mlinzi wa mipaka ya kijiji, lakini bila kuingia maeneo matakatifu. Angekuwa kama daraja kati ya ulimwengu wa nje na wa ndani. Miaka 2 baadaye, usiku wa mwezi mkubwa, mwanamke aitwaye Amina alizaa mapacha, msichana na mwanamume mdogo. Kijiji kilisimama kimya kabisa. Hakuna aliyepiga kelele. Walimwangalia Khalid ambaye alisimama mbali, macho yake yakiwa na machozi ya utulivu. Na hapo ndipo walipogundua muujiza. Mtoto wa kiume alizaliwa bila Khalid kumgusa Amina hata kidogo. Siku hiyo hiyo, mkuyu wa siri ulianza kuota majani mapya, lakini majani hayo yalikuwa na rangi ya dhahabu kidogo. Usiku huo, Zawadi aliota ndoto. Mkuyu ulizungumza naye kwa sauti ya upepo na kusema, siri haikuwa kuwafunga wanaume nje milele. Siri ilikuwa kuwafundisha akina mama subira, hekima na upendo bila masharti. Sasa wakati wa usawa mpya umefika. Tangu siku hiyo, umoja ulianza kubadilika pole pole, sio kwa kuwakaribisha wanaume wengi, bali kwa kujifunza kuishi pamoja kwa amani, bila hofu wala chuki. Na hadi leo, wakati mwezi unapokuwa mkubwa, watu wa bonde hilo wanaimba wimbo huu. Akina mama walilinda siri, mkuyu ukalinda ukweli, mwanamume akaja kwa unyenyekevu, na uzima ukazaliwa tena kwa upendo. Hiyo ndiyo hadithi ya umoja wa akina mama, mahali ambapo upendo na subira viliweza kuleta mabadiliko makubwa yasiyotarajiwa. Mwisho.